Watu 16 wamemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi katika hitimisho la mkutano wa Injili uliofanyika katika eneo la Mbisa mkoani Mbeya. Mwenzetu Baraka George amekuwa shuhuda wa tukio hili na hapa anatujuza zaidi. Ni matunda yaliyotokana na mkutano wa hadhara ulioendeshwa na kudumu kwa majuma mawili katika eneo la Mbisa maduka 7 hapa Itezi mkoani Mbeya. Historia inaonyesha eneo hili limezungukwa na idadi kubwa ya makanisa ya upande mwingine ambayo viongozi wa makanisa hayo waliweza kuwazuia waumini wao kufika na kufuatilia mkutano huu. Hata namna ya pekee wakati mkutano unaendeshwa, kuna watu ambao walikuwa wazi kuwazuia waumini wao kwamba msiende kwa sababu hawa wamekuja kuvua samaki waliovuliwa. Nimezungumza na mkazi wa eneo hili ndugu Eliud Leonard Mainya ambaye anaeleza sababu za uwepo wa idadi kubwa ya makanisa katika eneo hili. Makanisa ni mengi. Wengine kuna wachungaji wa kweli, kuna wachungaji wa uongo. Wachungaji wa kweli tunawaona, wa uongo tunawaona. Wengine makanisa wameweka ni kama maduka, ila wengine wanamwabudu Mungu. Misho ya mkutano, watu 16 wameamua kuzaliwa mara ya pili kwa ubatizo wa maji mengi baada ya kutambua kweli ya neno la Mungu. Mchungaji Christopher Mkama ameshiriki katika huduma ya ubatizo. Hapa anawatia moyo waumini kuendelea kuifanya kazi ya Mungu, maana ndio wito tulioitiwa. Hii ndiyo kazi ambayo ilimtoa Kristo mbinguni, akaacha enzi na kuja kufa kwa ajili ya huyu ambaye leo amebatizwa. Na mkono wake leo ama sauti ya Yesu leo ni mimi na wewe. Kwa hivyo kwa kukubali kwenda, maana yake tumekubali kwenda pamoja na Yesu katika milima na mabonde ili kumtafuta mmoja ajisalimishe kwake. Baadhi ya wabatizwa wamezungumza na chombo hiki, wameeleza furaha yao na mipango mara baada ya kubatizwa. Nasikia vizuri kuwa mtoto wa Mungu ambao amezaliwa upya kwa kipindi cha pili. Nasikia vizuri sana. Naomba Mungu anilinde niweze kufanya kazi ya kwake namna unavyofanya wenzangu, na mimi anipe nguvu, anitie nguvu kwamba niweze kufanikiwa na mimi kama wenzangu. Nimekubali kubatizwa katika kanisa la Sabato kwa sababu mimi nilikuwa Church of God. Sasa ukiangalia mhubiri jinsi alivyohubiri, na ni kweli inavyoonekana kwamba siku ya Jumamosi na ni siku ambayo Mungu aliitenga rasmi. Nami nimekubali kubadilika na kuingia Sabato. Kila Sabato ninakuja kuona maendeleo ya hizi roho mpya tulizoziongoa, kwa sababu ni wachanga kabisa wa kiroho. Lazima tuwe tayari kuwa karibu nao, tuwaelekeze, tuwafundishe. Kwa upande wake mchungaji Joel Frederick Mbugulu ambaye analea mtaa huu wa Itezi ameeleza njozi ya kanisa ya kuwafikia wengi kwa njia ya utume. Na njozi yetu mwakani, kila kanisa ni kuwa na effort, kila kundi ni kufanya effort. Na hivyo kama mchakato wa kanisa unavyosema sasa ni kudouble membership, yani kudouble washiriki. Njozi hii tulipokea na tunaendelea kuifanyia kazi, na mwakani pia tunaendelea na effort hizi, endelea nyumba kwa nyumba na za hadhara ili kufungua makanisa mengi na kufungua makundi mengi. Licha ya uwepo wa idadi kubwa ya makanisa katika eneo hili, inaelezwa kuwa effort ya nyumba kwa nyumba itasaidia kuongoa roho nyingi, kwani wakazi wameonyesha nia ya kutaka kujifunza kwa kina ile kweli ya neno la Mungu. Rai inaendelea kutolewa kwa waumini kutoa rasilimali na nguvu kazi katika kufanikisha utume huu. Kutoka eneo la Mbisa maduka 7 hapa Iteze mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, Hope Channel Tanzania. Asante sana Baraka George kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukamilishe habari za kanisa na habari hii kutokea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Division ya Afrika Mashariki na Kati ECD, Dr. Debbie Maloba yupo mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ziara ya kazi, hasa kuhusu mahubiri na semina zinazolenga idara ya huduma za watoto wa Kisabato. Taarifa kwake Faustin Shukuru kutokea Goma inatujuza zaidi.
Watu wengi wamefurika kuja kumpokea Mama Shujaa